Kila mwanadamu ana historia, lakini si kila historia ina uwezo wa kugusa na kubadilisha maisha ya wengine. Leo katika makala hii maalum tunakwenda kuingia kwenye maisha ya mwanamke wa kipekee sana. Mwanamke aliyeshinda mazingira, akapambana na mitazamo na ubaguzi wa jamii kuhusu albino, na leo hii amesimama kama mwanasaikolojia anayeganga nafsi ya afya za akili za wengine. Je, safari yake ilikuwaje kuanzia utoto, masomo hadi kufikia mafanikio ya kitaaluma? Vipi kuhusu hisia, mapenzi, ndoa na uzazi? Tulia nami mwanzo hadi mwisho, huku tukijifunza, kuelimika na kupata matumaini mapya kupitia mahojiano haya yenye kugusa hisia. Karibu. Naitwa Irene Mukoi, nimezaliwa Dar es Salaam na umri wangu niko kwenye late 20s. Nimekulia mazingira ya Dar es Salaam, Mbagala, Swazi. Na Mbagala nimebeba historia yangu ama maisha yangu kwa ujumla. Changamoto ambazo nimekuwa nikipambana nazo wakati niko shule ama kwenye jamii kwa sababu ya ama kutokana na kuwa na abilizi, naweza kusema ni kubwa mbili. Moja ni maneno ya kibei ambayo hayo huwezi kumzuia mwanadamu kusema. Lakini cha pili ni swala la kuwa na uoni hafifu. Kitu ambacho hakuna aliyekuwa kiniamini, si walimu, si wanafunzi wenzangu, kitu ambacho kilikuwa kinapelekea maneno yazidi kuwa mengi. Na watu ambao wamekuwa wakinitia nguvu ama kunitia moyo nyakati ambapo najihisi kukata tamaa ama kuumia, nilikuwa namshukuru Mungu, alinipatia familia na ndugu wa karibu wazuri ambao kwa kiasi kikubwa hawa watu wamekuwa wakiwa pamoja nami katika nyakati zote za kuumia, kuhuzunika, kukata tamaa na kadhalika. Lakini above all, my mama yangu ameplay a big part role kunifanya nisikate tamaa. Tukija kuzungumzia kilichosababisha ni mwanasaikolojia. Cha kwanza, saikolojia haikuwa ndoto yangu kwamba eti niliwahi kuota kwamba nitakuwa mwanasaikolojia. Ndoto yangu ya kwanza kuwa nayo nilitamani sana kuwa daktari bingwa wa upasuaji ama surgeon. Lakini nilipokuwa nikiattend clinic za macho CCBRT, daktari wangu aliniambia, Dr. Lucy aliniambia kwamba Irene, hautaweza kuperform hiyo career kwa sababu macho yako hayana nguvu ya kukuwezesha kuperform kitu unachokihitaji. Kwa akanishauri kwa nini usichague kitu ambacho kitasababisha ubaki ndani ya medical field lakini hakitohitaji utumie macho yako kwa kiasi kikubwa. So ndipo hapa mambo saikolojia ilizaliwa. Maisha yangu kwa ujumla ama uzoefu wangu wa maisha umechangia kiasi kikubwa, sio kwa mwanasaikolojia ila kuchochea kubaki ndani ya ndoto ya saikolojia. Kwa sababu nimepitia through depression, I understand what depression means, how it look like. Kwa sababu nimewahi kuwa kule. I have been with suicidal thoughts or suicidal attempts, so I understand. Kwa hiyo vimenifanya ni stick kwa ndani ya field ya psychology, kama vimeact kama catalyst. Na ukiniuliza kama familia yangu aliipokeaje ndoto yangu ya kuhitaji kuwa mwanasaikolojia, familia yangu walipokea vizuri, japokuwa sasa walikuwa na wasiwasi ya kwamba unaendaje kusomea kitu ambacho hakina ajira Tanzania, ajira sio kwa ngumu, kwa nini usibadilishe na kadhalika. Wewe kuna kaugumu fulani kalikuwepo kwa sababu walikuwa wanaona hii kitu lakini kwangu ilikuwa siwezi kubadilisha kwa sababu ni kitu ninachokipenda, na tunasema kwamba nilifurahia ama ninaendelea kufurahia kama nasaikolojia kwa sababu niliamini kwamba hata kama sitapata ajira nitakuwa na uwezo wa kujisimamia kama mimi. Of course ndicho ninachokifanya, najisimamia, aka nimejiajiri. Safari yangu ya elimu ya saikolojia kiukweli ina phase mbili. Phase ya kwanza ni ya bachelor, phase ya pili ni ya masters. Phase ya kwanza ya bachelor kwa kweli ilikuwa smooth, ilikuwa nzuri. Yaani nisemeje, sijasoma kwa shida, sijapata changamoto kutoka kwa walimu. Walimu wangu HOD wangu Dr. Lema, Madam Shangwe, Madam Zunda, anyway nimewataja kwa sababu I want to appreciate them, lakini it was a smooth journey.
Lakini ukija upande wa masters, hapo ndipo nilipoona shade, a lot of shade. Kwa sababu nilikutana na walimu ambao hawajui kama mtu mwenye albinism anatakiwa apewe extra time kwa sababu ya haoni vizuri, na ukienda kujielezea you could crash. Niliwahi kupokonywa mtihani. Yaani like wenzangu walianza way earlier kuliko mimi. Mtihani wangu ulikuwa haupo. Nikaja nikaletewa mtihani. Umekuja kuletwa mtihani, nikaufanya. Wenzangu walipewa extra time. Kumbuka walipewa extra time wana macho mazuri sio kama yangu. Lakini mimi sikupewa extra time. Muda wangu ulivyoisha nikapokonywa mtihani. And there was no excuse, like, and I was like, okay, anyway, that's part of trauma. Nimeachache kati ya mimi. So my master's journey wasn't good at all. I was not happy at all with it. Lakini ukiniuliza kwamba ilikuwaje siku nilipohitimu bachelor's na nikajua kwamba sasa hapa ninaweza kusimama kama mwanasaikolojia, it was amazing. Yaani nilifurahi sana. Kwa watu ambao walikuwa wakifuatilia TikTok account yangu, mwaka 2020 ndio hitimu bachelor. Nilipost kwamba mimi ndio mwanasaikolojia wa kwanza Tanzania mwenye albinism. Wengine watu wako nyuma, kwa mimi ndio niliwafungulia nyumba. So yani I don't know what to say, I was so happy. Kwenye mazingira ya kazi sijawahi kukutana na changamoto yoyote inayotokana na sababu ya kuwa na ualbino. Kwa kweli sijawahi kuispot kama hiyo ni sababu ya nyuma yake. Lakini pia kwa wateja ama jamii nao hudumia, hakuna mtu aliyekuonyesha kwamba ananitilia mashaka kwa sababu tu nina ualbino. Maybe kama wapo wananitilia mashaka ni hao ambao hawajawahi kuja kuomba kufanya service ama kupewa huduma na mimi. Maybe hao, lakini ambao wamewahi kunifuata hakuna aliyewahi kunionyesha kunitilia mashaka. Lakini swali la kwamba jamii, changamoto gani nakutana nayo kwenye jamii ninapojaribu kufanya jitihada za kuelimisha kuhusiana na afya ya akili kwenye mitandao ya kijamii. Hapo sasa ndio mara moja hawakosekanaji wala ambao utajiri unatembea takadini yaani hawakosekanaji. Kwa hiyo kuna muda nilikuwa naumia. Imagine mtu anakufanisha na samaki. Kuna muda nilikuwa naumia lakini nasema okay, it's okay. Itapita. Ushauri unaohitaji kuwapatia watu ambao wana ualbino ama ulemavu aina yoyote. 1, focus na kile ambacho unahitaji kukifanya maishani mwako. Kelele ni nyingi, miluzi ni mingi njiani. Utakatishwa tamaa, utalia, utajisi kuacha, utajisi kujiwa. It's okay, lakini jua tu ya kwamba unaweza kufanya. Tena niamini mimi, unaweza kufanya hata kuliko ambaye ni mzima na kila kitu. Kwa amini kwamba unaweza. Lakini kwa jamii ni kwamba tuondoe dhana potofu. Tuondoe dhana potofu kwamba watu wenye ualbino ama wenye ulemavu hawawezi na kadhalika. Tuondoe dhana potofu kusema kwamba bado sisi ni utajiri. Kwa sababu imagine katika karne hii kuna achana na karne basi tuseme hata 2026. Bado kuna binadamu wanaamini kwamba mimi naweza nikamtajirisha. Imagine. Kwa kuna dhana potofu ambazo bado watu wako nazo lakini they are not friendly kwa watu wenye ulemavu. So jamii ikue, iwe na akili mtambuko. Kwa pamoja tunaweza kujenga jamii ambayo ni nzuri na bora ikiwa tutashirikiana vizuri. Mahusiano sikuwahi kuyakimbilia. Kwa hiyo anyway, ni baada ya kumaliza advance. Ila sijawahi kukutana na changamoto kwenye kuanzisha mahusiano. Lakini kingine ni kwamba sijawahi kusema kwamba niweke jitihada extra za kuchukua muda gani wa kuweza kumwamini mwanaume. Kwa sababu kiukweli jambo jepesi ambalo huwa kama nalifanya ni kulearn the intentions alionayo mtu. Of course ni kweli kama kuna mtu anaweza kaleni intention ukaona kabisa hii ni green flag. Baadaye akaja kunisappoint akakuita red flag. It's normal. Ukija kwenye upande wa kwamba ni vigezo gani kwa naangalia kwa sababu jamii imekuwa na fikra potofu, ni vitu gani naangalia ama kuvizingatia.
ili kuingia na mtu kwenye mahusiano, kiukweli namshukuru Mungu kwanza sijawahi kukutana na mtu ambaye anafika potofu. Kwa hiyo vigezo na hivyo vingine naomba nisiongeze chochote kwenye hilo. Kwenye hilo kama imewahi kujishusha kuwa na albinism kumwahi kunifanya jinsi kushushwa ama kutokujiamini ama kuloa my self esteem kwenye swala mahusiano, mimi kama mimi hapana, haijawahi. Lakini sasa marafiki zangu, hizi comment za marafiki zangu wananiambia kwamba Irene, watu wanakuogopa kwa sababu moja, uko too strict, mbili, wanaogopa ngozi yako iko too expensive, kwa na wanawaza like how tunaendaje kutunza ile ngozi yako. Kwa hiyo comments for my friends. Lakini mimi kama mimi sijawahi kujihisi kutokujiamini na kadhalika. Hapana, bado sijaolewa. Hakuna kitu kinachonipatia ugumu kuanzisha familia ama kuingia kwenye ndoa. Nadhani ni swala la muda tu. Yeah. Muda ukifika mambo yatakuwa sawa. Sina mtoto. Tunaweza kuja swali kwa nini mimi sijafanikiwa kuwa na mtoto. Nadhani ni kwamba muda bado haujafika. Kwa huwezi ukasema kwamba unazaa alafu unazaa wakati ambao hujajipanga, unazaa na mtu ambaye hapana. Kwa hiyo it's a matter of time. Mtu sahihi akifika tutajenga familia. Yes, natamani kuwa na mtoto. Sio mtoto watoto. So ni swala la muda, naamini wakati wa Mungu ukifika kila kitu kitaenda kulingana na ratiba na kalenda za Mungu. Yeah, so that's it. So elimu yangu ya saikolojia imenisaidia sana kwenye kuendesha mahusiano. Yeah, sana, kwa sababu unapokuwa kwenye mahusiano unaelewa kwamba kwanza unabidi uweke matarajio ama expectations ambazo ni reality. Haupaswi kuvuka hapo ukaweka ambazo sio reality. Kwa mfano, unaweza kusema kwamba ninaleta mtu fulani, labda this is the only person ambaye nitaingia naye kwenye my dear. Kuna bomu inaweza kaja kutokea. Afu kama umejiwekea matumaini namna hiyo, automatically utakuwa hatokea. Lakini ukiwa umejiwekea mazingira halisi kwamba huyo mtu anaweza kubadilika muda wowote, kwamba yakaenda umrema. So inakuwa rahisi kwako kujiandaa kisaikolojia kusema kwamba utaumia kama ambavyo ungeumia ungekuwa kujiandaa. Lakini pia inasaidia kwa sababu unaelewa jinsi gani ya kuishi na mtu ambaye uko naye. Kwa unaelewa, okay, this person yuko hivi, kwa hiyo hii tuende sawa, I have to do this way, I have to fanya hiki ili mambo yawe sawa. Kwa mabinti ambao bado hawajaolewa na wanaohisi kwamba hawawezi wakapendwa kwa sababu wana either physical muonekano wao hauko mzuri na kadhalika, jua tu kwamba no one ambaye hana mtu wa kumpenda. Amini tu ya kwamba kuna mtu atakuja atakupenda wewe tu, kwa kisha tu tabia nzuri, vaa vizuri, toka, pendeza, usijifungie ndani. Yeah. So siku yako itafika, ila amini tu ya kwamba someone will come for you. Upendo, uvumilivu na kujiamini ni nguzo kuu zinazoweza kubadilisha changamoto kwa fursa na mafanikio makubwa. Historia hii ni uthibitisho kwamba hali yako ya maumbile haiwezi kamwe kuzuia ndoto zako. Asante sana kwa kuungana nasi kuanzia mwanzo wa makala hii hadi mwisho. Kama umevutiwa na kuelimishwa na makala hii, usisahau kulike, kuweka maoni yako hapo chini na kushare na wengine ili ujumbe huu wafikie wengi zaidi. Na kama bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa hivi ili usipitwe na makala nyingine zenye kuelimisha kama hii. Hadi wakati mwingine, kumbuka afya ya akili na kujikubali ndio mwanzo wa mafanikio yako. Kwaheri.